Bwana Yesu asifiwe. Ndugu unanitazama kupitia mitandao ya kijamii Facebook, YouTube na Instagram. Inaitwa Boniface Rutuku, mchungaji, mwalimu na mshauri kutoka FPCT Mikwambe, ubalozi wa Yesu. Ninayo furaha sana kutoa salamu za mwaka mpya. Kwa niaba ya washirika wote wa FPCT Mikwambe, ubalozi wa Yesu, ninatoa salamu za mwaka mpya 2026. Kwanza nikupongeze kwa kuweza kuwa hai katika mwaka 2025. Mungu amekuvusha na mambo mengi. Mungu ametutetea katika mambo mengi, wewe na sisi. Tunajua kabisa hakika ni Mungu, ni neema ya Mungu kuendelea kuwepo. Nikupongeze, whether umefeli mahali fulani au umefaulu mahali fulani, haijalishi. Kinachojalisha ni kwamba uko hai, na kwa sababu hiyo unaweza kufanya matengenezo tena. Kabla hujafa, bado una nafasi ya kufanya matengenezo, Nikusihi sana tunapomalizia mwaka huu uweze kuendelea kutazama, kumshukuru Mungu, kumwamini Mungu kwamba Mungu anafanya mambo makubwa. Hata kama kuna mahali ulishindwa, kuna mahali uliweza kuwa na maono lakini hukuyafikia, usijali, nafasi bado ipo kabisa, nafasi bado ipo. Na huwa napenda kutoa ushauri kwamba kuna watu wengi pengine wanawazaje, nitaanzaje katika mwaka unaokuja, na malizaje mwaka na naanzaje mwaka. Huwa nasema kwamba hakikisha unamaliza mwaka na Mungu na unaanza mwaka na Mungu. Na anza mwaka na Mungu kwa maana ya kuwa na ujasiri na kufocus maeneo mbalimbali unaweza kufika. Usikushushe moyo yale ambayo yamesababisha kushindwa au kule kushindwa kwako. Kusikuvunje moyo ukaanza mwaka ukiwa goigoi. Kwa mara nyingi nasema kuna uhusiano wa namna unavyomaliza mwaka na utakavyoanza mwaka na vile utakavyoendelea na mwaka. Yaani kuanza kwako, kumaliza kwako, kuanza kwako kuna impact kubwa, kuna matokeo makubwa sana na kule kuendelea kwako katika mwaka. Anza kama mtu jasiri, anza kama mtu ambaye hakika una mahali unaelekea. Kwa hiyo weka malengo. Biblia inasema katika Mithali sura ile ya 16 mstari wa kwanza ya kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi natoka kwa Bwana. Nafasi yako, andaa, fanya maandalizi kwamba naweza namalizaje mwaka. Kipindi ambacho sasa tumemaliza Christmas, hebu pata nafasi kukaa. Kama una familia, kaa na familia, kaa na mke wako, kaa na watoto wako. Anza kufocus mwaka huu tunaendaje. Tuweke kando yaliyotufelisha, tuweke kando kile kilichotofautisha pengine kilichosababisha tukafeli. Mahali tulipoanguka tusiendelee kulala pale pale, badala yake tuinuke, maana tujipange upya, maana tuna safari ndefu. Bado na safari tena ya mwaka mwingine ili kujenga maisha yako. Na sisi kama FPCT Mikwambe, ubalozi wa Yesu, mimi nasema ni mwaka wa kusimama vizuri katika nafasi zetu na kutekeleza wajibu kama vile Mungu alivyotutarajia. Simama vizuri katika nafasi yako na katika wajibu wako kama kiwango vile ambavyo Mungu amekutarajia, na tekeleza wajibu wako kama Mungu alivyokutarajia. Kuna namna Mungu amekutarajia. Unajua watu wengi wanataraji baraka kwa Mungu awapeleke viwango vingine, na mimi natamani kabisa Mungu awapeleke watu viwango vingine, na ninaona hiyo kwamba Mungu atawapeleka viwango vingine na kuwaheshimisha. Yaani tutapelekwa viwango vingine na Mungu mwenyewe na kuheshimishwa na Mungu mwenyewe. Lakini daraja gani linatufanya tupelekwe viwango vingine na kuheshimishwa na Mungu mwenyewe? Ni kusimama vizuri katika nafasi zetu na katika wajibu wetu kwa Mungu wetu, kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu, ili Mungu naye atupeleke viwango vingine na kutuheshimisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo fanya upande wako na Mungu atafanya upande wake. Usikae tu kwamba nasubiri mwaka kama utokee tu kama kitu ambacho bila plani yoyote, itokee tu na nitaenda tu kwa bahati. Mungu hana maisha ya kubahatisha, na Mungu hataki tuishi kwa kubahatisha. Anataka tuishi kwa kumwamini yeye na kutekeleza wajibu wetu kikamilifu.
katika maisha yetu, kusimama vizuri kwenda. Mungu habahatishi, anakwenda kwa mipango na kwa utaratibu. Alipangilia siku 6 nitatengeneza vitu fulani, nitafanya vitu fulani, na vikatokea katika zile siku 6 akafanya. Akajua kabisa siku itakayofanya nitapumzika. Kwa hiyo ni Mungu wa mipango. Weka mipango vizuri, weka maono vizuri, na kisha yaombee. Ninakushauri katika kipindi hiki cha katikati ya Krismasi na mwaka mpya, unapokuwa tumemaliza Krismasi, sasa tunaenda mwaka mpya, pata nafasi ya kuomba juu ya maisha yako, juu ya maono yako kipindi kinachokuja, ili kwamba Mungu awe pamoja na wewe. Ukimhusisha Mungu namna unavyoingia mwaka mpya, atakuwa na wewe katika mwaka mpya. Usisubiri mpaka mwaka mpya, mhusishe Mungu mapema kabisa, kwamba Mungu nakuhusisha mimi, mali zangu, afya yangu, huduma yangu, maisha yangu kwa ujumla. Ni kukaribishe pia mahali pale FPCT Mikwambe Ubalozi wa Yesu. Tutakuwa na mkesha mzuri sana wa Christmas, wa mwaka mpya. Mkesha mzuri sana wa mwaka mpya. Karibu mahali pale, saa 3:30 tutakuwa tunaanza mahali pale mwaka mpya, kupokea mwaka tukiwa tunamshukuru Mungu na shukrani zetu kwa Bwana, tukimwambia Mungu asante, maana umetutendea. Ni mengi umetuvusha, ni mengi umetutetea, ni mengi umetupigania, tulioyaona kwa macho yetu na ambao hatukuyaona. Tunaamini hata wewe pia ni miongoni mwa watu ambao Bwana amewatetea, Bwana amewapigania, Bwana amewatendea, Bwana amefanya jambo bila kuhesabu upande tu uliofeli. Unajua wakati mwingine ukiangalia tu mahali tu ulipofeli, unaweza usipokuwa na kitu cha mshukuru, lakini hata uhai wako, kuwepo kwako, kuendelea kwako ni jambo kubwa sana la kumshukuru Mungu. Kwa karibu tumshukuru Mungu pamoja. Mkesha utaanza saa 3:30 mahali pale FPCT Mikwambe Ubalozi wa Yesu, eneo la Mikwambe Chekechea. Kama umetoka labda Kariakoo, umepita njia ya Zakiem kuelekea Kigamboni, unashuka kituo kinachoitwa Kibaoni ya Chekechea. Unapotoka kokote, pata magari yanayokwenda Kigamboni. Umetoka mjini kati Kariakoo, umetokea njia ya Kijichi Mbagala Kuu, umetokea njia ya Zakiem, pata magari yanayokwenda Kigamboni, au yanayokwenda wilayani Kigamboni, au yanayopita Kisiwani, Darajani. Unapata pale, wewe unashuka eneo lile linaitwa Kibaoni ya Chekechea. Ukitoka Kongoe Mkuranga, unashuka pale Chekechea na unauliza tu pale Kibaoni Chekechea. Kanisa liko mtaa wa Changanyikeni Center pale Mikwambe. Kwa hiyo karibu sana, tunaamini Mungu atubariki. Tutakuwa na wageni mbalimbali, tutakuwa na mhudumu ambao Bwana amempaka mafuta kwa ajili ya mwaka mpya, lakini pia tutakuwa na waimbaji mbalimbali. Hebu fika mahali pale, tushiriki pamoja nasi ibada hiyo. Ni kumshukuru Mungu, ni kumwadhimisha Mungu, ni kusema asante kwa Bwana kwa ajili ya mwaka mpya. Na ukiingia na shukrani, ukaingia na Bwana, ukajikabidhi wa Bwana, ukakabidhi mipango yako kwa Bwana ya mwaka 2026, Bwana atakuwa pamoja nawe. Na Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa juu yetu? Ni dhahiri kwamba sisi tutakuwa ni watu tutakaoshinda, tutatembea kwa ushindi katika mwaka 2026. Mungu akubariki sana.